Mtazamaji wa Paza Sauti Media, hii leo ni moja kwa moja mpaka Mtwara kwa ajili ya kufika katika familia ambayo inakumbwa na changamoto ya maradhi kutoka kwa baba huyu ambaye unamuona hivi sasa. Basi mengi anayo yeye, ni kipi kinamsibu mpaka hii leo tumeweza kumfikia, ataweza kukujulisha kila kitu. Cha msingi tu ni kuombe mtazamaji uweze kumsikiliza kwa makini pale atakapoomba hitaji lako la kuweza kumsaidia kifedha kinamna yoyote ile, basi naomba umpokee kwa mikono yote miwili. Habari yako? Habari yangu salama mtangazaji. Unaweza ukatueleza unaitwa nani na unatoka sehemu gani? Kwa majina naitwa Duri Chinemba. Niko mkoa wa Mtwara, halmashauri ya Newala vijijini. Kijiji cha Mpirani. Naam, changamoto yako ni ipi? Kaka, changamoto kwa kweli ni kubwa. Changamoto nimeanza kuumwa mwaka 2017. Nilikuwa najisikia matatizo ya mgongo na miguu. Kwa hivyo baada ya muda kama ndani ya miaka mitatu nilikaa bila kupata msaada wowote. 2023 nilibahatika kwenda hospitali ya Moi. Wakaweza kunifanyia vipimo, wakagundua nina uvimbe kwenye uti wa mgongo. Huo uti wa mgongo na uvimbe bado vipo, yanisumbua mpaka leo. Nilifanyia operation. Baada ya operation nilishindwa kabisa kutembea, hata kukaa nilikuwa napata changamoto. Kwa maana sasa hivi niko hapa kitandani. Haja kubwa, haja ndogo zinakuwa zikinipata hapa kitandani. Nina vidonda vinavyotokana na kulala. Uvimbe mkubwa huko kwenye uti wa mgongo. Kwa hivyo bado nina changamoto sana, na familia ambayo naishi nayo ni wazee, hawajiwezi kwa namna yoyote ile. Na pengine utueleze, kabla ya maradhi hali yako ya kiafya ilikuwaje? Wewe ulikuwa ni mtu wa namna gani? Mtangazaji, kwa kweli hapo awali nilikuwa tu mtu wa kawaida, nilikuwa na afya yangu tu nzuri. Nilikuwa nafanya majukumu ya kijamii, kwa maana nilikuwa ni kama mfanya biashara mdogo mdogo, so kujishughulisha na biashara ndogo ndogo au kulima. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo nilikuwa navifanya, ila maisha yalikuja tu kubadilika baada tu kuanza kupata tatizo hili kwa taratibu sana. Maana halikuingia ghafla, ilianza taratibu mno. Natamani kufahamu kipi hasa, aidha ulitumia mafuta ambayo yaliweza kuathiri ngozi, ulitumia kitu gani? Kipi chanzo cha hilo tatizo? Chanzo ni kwa kweli nilianza kupata homa kwenye mgongo. Kwa hiyo kapelekea kushindwa kutembea. Kwa hiyo nilipelekwa hospitalini. Mwanzoni kabisa wakagundua nina shida ya tatizo la figo, lilikuwa na uchafu. Kwa hivyo baada ya muda wakaniandikia dawa niweze kuzitumia, ambazo ni dawa za gharama, ambazo ilipelekea nikauza nyumba yangu ambayo nilikuwa nimejenga huko kijijini, kwa sababu ili tatizo lilinianzia nikiwa Dar es Salaam, maeneo ya Tegeta. Kwa hivyo nilienda nyumbani nikazitumia dawa, ila hata hivyo ugonjwa haukutoka. Niliamua kurudi nyumbani kabisa kijijini, ambapo matibabu yake yalikuwa yakigharimu kama shilingi ngapi? Hayo matibabu ya awali kabisa walinipatia tu dawa zilikuwa kama 5 na nusu. Kwa hivyo hapo sikuweza hayakuwa matibabu makubwa sana. Kwa hivyo nilipoona homa inaendelea, niliamua kurudi nyumbani.
Na umesema kwamba wewe umekuwa ni mtu wa kujisaidia ukiwa kitandani, haja ndogo na haja kubwa. Ni nani ambaye yupo karibu na wewe amekuwa akikuhudumia? Ambaye amekuwa akinisimamia na kunihudumia ni mama yangu. Mama yangu amekuwa akifanya hilo juhudi na toka mwanzo juu ya maisha, kwa sababu mimi mzazi wangu wa kiume alifariki nikiwa mtoto. Ya maana nililelewa na mama mkubwa ambaye sasa hivi ni bibi haoni. Kwa hivyo baada ya kupata hili tatizo, mama huko alipokuwa ameolewa ilimbidi arudi kuja kunisaidia mtoto wake. Kwa hivyo kuanzia kipindi hicho mwaka huo mpaka leo mama ndiye amekuwa akinisaidia, nikijisaidia yeye ndio anayenisaidia. Kama ni nguo zinazochafuka kwa uchafu wa zonda, kama ni kuniogesha hapa kitandani, kama na kila kitu kinakuwa hapa kitandani. Una umri wa miaka mingapi? Nina umri wa miaka 35. Na 35 mtu anaweza kaoje mama ndiye amekuwa akikuhudumia kwa mahitaji yako yote? Pengine hali yako ya kimahusiano, uliwahi kuwa na mke, na kama uliwahi kuwa naye ilikuwaje mpaka hii leo tunamzungumzia mama ndio kuwa mtu wako karibu sana? Ni kweli nilishawahi kuwa na mwanamke, ila nilitengana naye kabla hata yatakuwa na tatizo. Kwa hivyo hili tatizo nilipata wakati nimeshatengana na mwanamke tayari. Baada ya hapo sikuweza kuwa na mke tena mpaka leo. Na hali yako ya kiuchumi ipoje? Kaka, hali ya kiuchumi ni mbaya sana, kwa sababu nilishauza kila kitu hapo mwanzoni mwa matatizo yangu. Nilikuwa na shamba la urithi nilikuwa nalo, niliuzwa. Kama nilivyokuambia, nilikuwa na nyumba niliuza. Sasa ikabidi nibaki mwenyewe tu huko nikipata shida kwa huyu mama mkubwa ambaye nimesema sasa haoni. Na kupitia ugonjwa huo ni kama shughuli gani za muhimu ambazo ulikuwa ukizifanya sasa haziwezi kufanyika tena? Shughuli ambazo nilikuwa nafanya wakati wa kiafya nikiwa mzuri au? Naam. Sijaelewa swali lako, samahani. Kabla ya ugonjwa ni kwa sababu ugonjwa huo umekuwa umekuwa ukiwa mkubwa kadri siku zinavyoenda. Sasa ni zipi shughuli ambazo unatamani ungekuwa unazifanya sasa uweze kuzifanya? Pengine ilikuwa ni mazoea yako kuzifanya hizo shughuli na kwa sasa uweze kuzifanya tena. Shughuli ambazo mimi nilikuwa napenda kuzifanya ni biashara ndogo ndogo. Na kama kwa kawaida nilikuwa napenda sana kufuga kuku. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakifanya sana, ila sasa hivi nimetepeleka, sina uwezo tena kufuga kuku. Sina uwezo wote. Hapa niko kitandani sasa hivi, huu mwaka wa 4 kama sikosei, au wa 4 au wa 3. Niko kitandani nageuzwa na mama, nikiala upande mmoja, nikichoka na mwita mama na nigeuza tena. Kwa hivyo shughuli ambazo nilikuwa natamani ningezifanya, bado nilikuwa natamani nizifanye kama ningekuwa walau nakaa kwenye wheelchair, ila sasa hata kukaa siwezi. Nalala tu kitandani. Natamani kurudi hospitalini ndio hivyo. Sina hela, na kwenye uvimbe uvimbe unanipa shida. Natamani kurudi Moi, sina uwezo. Lakini matumaini yako ni nini? Unaamini labda siku moja hali yako inaweza ikakaa sawa endapo utapata msaada? Hali yangu inaweza ikakaa sawa, na walau hata basi kufanya shughuli ndogo ndogo, hata kama nitakuwa nimekuwa hata ulemavu wa kudumu, bila basi hata niweze kurudi kwenye kufanya shughuli ambazo za kawaida ndogo ndogo. Maana najua nikienda kufanya matibabu Moi, najua nitakaa vizuri. Sio kama sasa hivi, sasa hali ambayo napitia wakati mgumu sana kaka. Natamani nimfahamishe au mtazamaji wangu aweze kufahamu. Kwako wewe umesema umekuwa ni wa kitandani tu pekee. Ni kipi ambacho hakiwezi kujikunja? Ni kiuno au shingo au vipi? Mpe lugha ambayo unaipitia
kwa hali ya sasa hivi? Kutoka usawa wa kiuno, kutoka usawa huu wa kifua kuja juu mikono basi walau ina nguvu kidogo, ila kutoka usawa wa kifua kurudi chini kule kumekufa kabisa. Kule na maana miguu haifanyi kazi, ipo tu. Na mke wako uliachana naye, ulikuwa tayari na mtoto? Hapana, sina mtoto. Na una matumaini pengine baada ya msaada unaweza kurejea kwenye hali ya kimahusiano? Mungu ni mwema kwa kweli. Mungu ni mwema, hilo natarajia sana. Sawa. Binafsi na kwa niaba ya mtazamaji ninakupa pole sana, na natamani utumie wakati huu kumwambia mtazamaji wangu, kumwambia Mtanzania popote pale alipo, pale anapokusikiliza, akusaidie. Ni nini unatamani ya kusaidia? Mwambie mtazamaji, mwambie Mtanzania, iambie serikali na yoyote yule ambaye anakusikiliza kuanzia sasa hivi. Jabari, mimi nimechoka kulala huku kitandani, nimechoka. Naomba msaada sana. Naomba msaada kwa Watanzania, kila anayegusa kwa hili niweze kupelekwa hospitalini. Hospitalini kunatakiwa gharama kubwa, ninavyojua hospitali ya taifa. Kwa hivyo naomba msaada wa kila Mtanzania niweze kurudishwa hospitalini. Hapa ninayo barua ya rufaa ambayo inatakiwa niende Moi mpaka sasa. Toka nimepewa sasa hivi nafika muda 2 nipata hospitalini. Kwa sababu hakuna uwezo, nimekaa naye tu hapa ndani. Sina uwezo, naomba msaada. Na unatamani wakuwezesha kupitia namba gani? Tuambie namba yako ya mawasiliano ambapo pesa inaweza kaingia moja kwa moja na majina yako. Namba ni 0786 49 2862. Jina ni nani natoka? Amina Musa. Naomba urudie tena. 0786 49 2862. Jina? Amina Musa. Na kwa sasa mama yuko wapi? Mama yuko nje hapo, yuko nje. Naweza kuwasiliana naye? Ndio. Basi naomba niwasiliane naye. Mama. Right. Hello. Hello. Hello mama, heshima yako, shikamoo. Ujambo? Sijambo, ni mtangazaji hapa na sasa Watanzania wanakusikiliza moja kwa moja. Tumewasiliana na kijana wako kuhusiana na hali yake ya kiafya. Tunatamani kusikiliza neno kutoka kwa mama ambaye tumeambiwa kwamba wewe ndiye umekuwa ukimuuguza wakati wote. Tuambie mama, hali ya mgonjwa ipoje? Hali ya mgonjwa bado ndio hali ngumu. Yaani bado hali ngumu, yaani ndio anasumbuliwa zaidi. Yaani hapa bado ndio naye mimi hapa ndio mama yake ni mzazi, ndio leo muuguza. Yaani ndio moto mwanamo pita ndio mpita peke yangu. Kwa kweli ndio inakusaidia serikali leo hivi. Waswali, inabidi kama hizo safari ya Moi huko. Lakini ndio kwa kutokana ndio hakuna mambo ya pesa. Ndio
Ndio maana leo hivi mimi ndio kama hivyo ukiniita ndio naomba msaada wenu kwa ajili hali ya mgonjwa, ni ndio mkojo hapo hapo, ndani ndio haja kubwa ndio hapo hapo, yani hali sio mzuri kwa kweli. Mimi mpaka muda huu ndio nimechoka, ndio naomba wananchi wanisaidie. Mama, unaweza kutuelezea hali ya ugonjwa ipoje mama? Tuelezee hali ya ugonjwa kwa ambaye anamtazama sasa hivi, kwa jinsi unavyomuuguza, ni nini hasa kinamsibu? Homa hii ya kipindi, yani ya muda mrefu sana, yani ya muda mrefu, yani ndio 2016 ilipoanzia mpaka leo. Akisumbuliwa na nini? Alikuwa anasumbuliwa na bonge, mgongo, uvimbe, yani ndio uvimbe yani umekaa sehemu ya mgongo. Ndio baada ya kukaa mtu mgongo humo, bonge hilo ndio akachukuliwa na akapelekwa hospitali huko. Baada ya kuenda hospitali huko kumcheki tayari, kusema sehemu hii hapa haifai kuna nini kwa nani bonge hili hapa kwa ajili nikasema mbaya, maana huyu anakuja arudi tu aende tu nyumbani, aende. Baada ya kuenda huko akaja nyumbani tukamuuguza, hali kazidi vile mpaka leo hivi ninaposema hapa ndio hali yake ndio sio mzuri tena, na ndio umesharudia tena. Na kumekuwa na jitihada zozote zikifanyika walau kuweka hali yake ikae sawa? Kwa maana hiyo mimi hapa yani ndio najitahidi ndio kadiri ya uwezo wangu ndio kwa nao najitahidi mpaka leo hivi ndio ninaposema kwanza leo hivi ndio nimechoka kwa ajili kujitahidi, yani ndio nako kabisa. Sawa, tumia wakati huu kumwambia Mtanzania, kuambia uongozi katika serikali ya Tanzania, kuambia Watanzania wote wanaokusikiliza, jamii nzima, juu ya hali ya mgonjwa. Ni kipi mama unachokiomba? Nataka ni kipi unachokiomba? Ongea na Watanzania wanakusikiliza. Ndio mimi hapa ndio naomba msaada tu, wanisaidie Wanatanzania wenzangu wanisaidie ili mimi nipate kutoka hapa niende safari ya hospitali tena kwa awamu nyingine. Sawa, asante kwa muda wako. Hello? Kaka. Sawa, nimewasiliana naye. Basi tunaamini Mungu ni mwema, tunaamini Watanzania wameweza kukusikiliza. Tuendelee waombeni, tuweke matumaini kwa Mwenyezi Mungu, atajalia hali itakuwa sawa. Asante kaka, asante sana. Naomba tu Watanzania Mungu msaidia. Nimekwama sana. Sawa. Yeah.